na taifa safari linanihitaji nisaidie kushinda hii vita. Aliziangalia nyota za mbinguni, akaziambia mimi nimeumbwa kusaidia. Kwa naomba Mungu upande wangu. Nanielewa? Amen. Nanielewa mama. Amen. Wanawake, unayo nguvu hata ya kuongea na vitu ambavyo viko angani. Una uwezo wa kuongea na maji ya kusaidie, yanasikia. Una uwezo wa kuongea na ndege wa angani na wewe upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mmepoa, mkipoa msiwezi kuendelea. Alijua kwamba ufalme wa Mungu ndio peke yake unatakiwa usaidiwe, kwa sababu nikimsaidia nina faida, lakini nikimsaidia shetani ninayo hasara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hiyo Waamuzi sura ya 5 mstari wa 24 tutasoma mpaka mstari wa 27. Inasema atabarikiwa Yaeli kuliko wanawake wote, mkewe Heberi Mkeni atabarikiwa kuliko wanawake wote Hemani. Aliomba maji naye akampa maziwa, akamletea siagi katika sahani ya heshima. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mwanamke ambaye taifa lilikuwa linamhitaji. Kulikuwa kuna mkuu wa jeshi ambaye alikuwa amezingua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alipopote wanaume wakifika mwisho wanahitaji mwanamke tu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke alienda kwake akaandaa chakula. Bwana Yesu asifiwe. Akaandaa kwa sahani ya heshima. Sikumbuka mwanamke alienda kwa ajenda. Alikuwa sikuletea tu chakula. Nakuletea chakula lakini unatakiwa kufa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Angepeleka chakula na mwanaume zake kwanza alikataa. Kwa sababu kwanza mwanamke akienda anapiga goti, anaongea kwa sauti nyororo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea. Ndio. Baada ya kuleta kile chakula, kwenye ile sahani ya heshima, ndio maandiko yanasema akanyosha mkono wake akashika kigingi, nao mkono wake wa kuume ukashika nyundo ya fundi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke yuko vitani, lakini anaanza kwa kupeleka chakula. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akampiga Sisera kwa hiyo nyundo, akamtoboa kichwa chake, na alimpiga akamtoboa kipaji chake. Miguuni pake alinama akaanguka, akalala. Miguuni pake alinama akaanguka. Hapo alipoinama ndipo alipoanguka amekufa. Misheni yake ilikuwa kwenda kumuondoa sasa huyu adui ambaye anasumbua ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mama simameni, mbona mmepoa sana? Amen. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tafakari ambayo nakuacha nayo siku ya leo. Maandiko yanasema baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kupaa na kwenda zake mbinguni, aliwaachia wanafunzi wake ya kwamba waende ulimwenguni kote wakahubiri, kisha wabatize na kuwafanya kwa wanafunzi. Lakini alisema siku moja nitarudi, anakwenda kutuandalia kalamu na makao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa kwa baba na kwa mama, maana kwa sababu tunasema tu mama. Sasa katika tafakari ya siku ya leo, unatakiwa utambue kama ni baba, kama ni mama, ya kwamba siku ile itakapofika wewe unatambulika kama bibi harusi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku atakaporudi bwana harusi ataondoka na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakutambua wewe baba, wewe mama. Tunakutambua kwamba kuna karamu imeandaliwa ambayo ni karamu ya bwana harusi na bibi harusi. Yesu akirudi, Yesu parapanda ikimia, utaenda naye. Bwana Yesu asifiwe. Siku ikifika parapanda ikilia, ukisikia wewe umebaki, utakiwi kuisikia. Bwana Yesu asifiwe. Wanaotakiwa kuisikia ni wanaobaki chini. Kwa hakikisha usikii, hakikisha usikii, hakikisha unenaji kuna unenaji wa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni tafakari ambayo nakuacha nayo siku ya leo. Wewe kama bibi harusi, maana kanisa tunatambuliwa mbinguni kama bibi harusi. Siku bwana harusi, mume wako kipenzi akirudi, anaondoka na wewe, maana mahali ameshakulipia. Je, uko tayari kukubali pete yake ndoa? Uko tayari? Uko tayari?
Samini wengine, heshimu watu, salimia watu. Siku hizi mabinti hamsalimii watu, hamsalimii wazee, hampokei wazee, hata wakija kanisani hamwapokei. Salimieni watu. Amen. Kwa sababu hamjui, yamkini mnaweza mkakutana na malaika. Bwana Yesu asifiwe. Heshimuni watu kwa unakoishi. Waheshimuni watu, onyesha upendo watu. Hata siku ukichukuliwa na Mungu, hata kumbukumbu nzuri. Wewe binti bora hata amekufa. Hata story nzuri kama Dorcas aliacha. Alipokufa yule mwanamke, wanawake wenzake walienda kuomboleza mbele za Mungu. Wakasema bado wewe huwezi kufa. Acha hiyo historia. Ni kwa kusamini wengine, ni kwa kuheshimu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Heshimuni watu, salimia watu. Bora tumsalimia sikutikii. Kwa sababu siku hizi kuna watu wanasalimia kwa kutikii. Bora lakini tunapomeana mikono. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi naeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kingine, Biblia inasema na waiteni wanawake waombolezaji. Kwa hiyo unahitaji kuomboleza kwa ajili ya kanisa. Kanisa linapita mahali pagumu, taifa linapita mahali pagumu, vijana wanapita mahali pagumu, ndoa zinapita mahali pagumu. Kwa hiyo wewe kama mwanamke, simama katika zamu yako, kama alivyosimama Debora, kama alivyosimama Esther, kama alivyosimama Abigaili. Simama katika nafasi yako. Ombea kanisa. Saidia wewe. Unapokuja kutafuta hela. Ombea kanisa. Ombea kanisa. Tafuta hela. Ombea kanisa. Siku ukienda mbinguni, watakwambia tupe hesabu. Kasema sasa Mungu, nilitengenezaga trilioni 1. Watakwambia na kwetu tulikuumba kwa ajili ya ufalme wetu. Kuna kitu. Wanakwambia ulisaidia nini? Uliombea nini wewe? Hata nchi yako mwenyewe uliombei. Unategemea nini kama mwanamke? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana aliamua kusimama. Saidia taifa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke anapata nitafakari. Ombea kanisa. Ombea taifa. Siku ya mwisho kufika mbinguni, tunatakiwa kutoa hesabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mpaka hapo nimemaliza. Nyumba imetoka.